Ni nani aliyekwambia kwamba wali pamoja na viazi havitakiwi kutumika kwa mgonjwa wa kisukari? Najua watu wengi sana wanafikiria kwamba dokta leo ameamua kuzungumza nini. Yes, utafikiria hivyo ni kwa sababu ya jinsi unavyosikia taarifa kuhusu vyakula vya wanga. Watu wengi wamekuwa wakizungumza wanga unapandisha sukari haraka sana. Huu ni mwendelezo wa episode yetu ya pili au sehemu yetu ya pili kuhusu vyakula vya wanga. Ukweli ni kwamba jana nilizungumza madaraja matatu ya wanga, na wali upo katika daraja la kwanza kabisa, ya kwamba unapandisha sukari haraka kuliko vyakula vingine. Lakini unachohitaji kujua kwamba mgonjwa wa kisukari haruhusiwi kutumia wali ambao unapatikana katika daraja la kwanza. Maana yake ule ukishapikwa tu then akatumia, huo hauruhusiwi kabisa. Lakini mgonjwa wa kisukari anahitaji kutumia wali ambao umelala. Yaani ni kwamba unapika leo alafu then kesho unakuja kutumia. Wali huo unafaa kabisa, ni kwa sababu ukilala ukapoa, manake unatengeneza kitu kinaitwa resistance starch. Yaani hii ni aina ya wanga ambayo sasa inafanyiwa mmeng'enyo taratibu taratibu. Ndio maana hata rate ya kupandisha sukari inakuwa ni ndogo sana kuliko wali ambao unapatikana katika daraja la kwanza. Kwa lugha rahisi, unahitaji kutumia wali ambao umelala, maana yake umekuwa umetengeneza ile resistance starch. Lakini pia the same na viazi na vyenyewe ambao vimepoa vinafaa pia kuweza kutumika kwa mgonjwa wa kisukari. Lakini kumbuka kutumia kwa kiwango kidogo. Changanya mboga za majani kwa wingi, protini kama samaki na maharage inafaa kabisa kwa mgonjwa wa kisukari. Kama nitakuwa nimekusaidia, usiache kushare ujumbe huu uweze kuwasaidia watu wengine na tatizo la ugonjwa wa kisukari. Lakini kama wewe tayari una tatizo la ugonjwa wa kisukari, basi usiache kuchukua namba zangu hapo kwenye bio niweze kukupa matibabu sahihi ya ugonjwa wa kisukari. Ni mimi daktari wako Dr. Mayala.